اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم البعث والنشر. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن شهركم هذا شهر عظيم، شهر تصاب فيه رحمة وتكثر فيه الطاعات والمبارات، وتفسد فيه الشيطان، وتفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق أبواب النيران، وتكثر فيه الحسنات، وتكفر عنكم سيئات، ويرضى الله تعالى عنكم من بين الأنام. فأكثروا فيه من الأعمال الصالحات وأفعلوا الطاعات. Ndugu Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu na kumtakia ziada ya rehema na amani Bwana Mtume Muhammad na ali zake na ashabi zake, leo ni Ijumaa, mwezi 13 Ramadhani, mwaka 1446 Hijiria. Hotuba yetu ya leo itatuelezea kwa uchache namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyoutukuza mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia tutaelezea kwa uchache misingi ya toba ambayo ina mnasabu na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, hotuba inasema kwamba hakika mwezi wetu huu ni mwezi ambao mtukufu Mwenyezi Mungu aliyoutukuza. Ndani ya mwezi huu zinamiminika rahma za Mwenyezi Mungu, shahari tusabu fihi rahma. Lakini ndani ya mwezi huu inakithirishwa sana kufanya toba kwa ajili ya Mwenyezi Mungu pamoja na mambo mema. Lakini mwezi ambao kutokana na utukufu wake watafsiru fihi shaitani amefungwa, wataftahu fihi abwabul janani, ni mwezi ambao milango yote ya pepo imefunguliwa, iko wazi. Wataghlaqu abwabun niran, na imefungwa milango yote ya moto. Watakfiru fihi alhasanati, basi ni mwezi ambao yatakikana kuzidisha mambo mema. Watakfiru ankum sayiati, ni mwezi ambao makosa huwa yanafutwa. Wayarudallahu ta'ala ankum, Mwenyezi Mungu anaridhia nyinyi katika watu. Faakthiru fihi min al-a'mali salihat, basi ni wajibu wenu kuzidisha katika kufanya matendo mema yanayoridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wafa'ala ta'at wal mubarat, fanyeni mambo ya toba na mambo mema ambayo Mwenyezi Mungu anaridhia. Zidisheni katika mwezi huu toba. Waakthiru fihi min at-taubati wal istighfar, zidisheni sana katika mwezi huu kufanya toba kwa Mwenyezi Mungu kutokana na madhambi ambayo umeyafanya, yale ambayo mlikuwa mnayajua, lakini yale ambayo wengine umeyafanya kutokana na mazingira halisi ya mahala mnapoishi na mazingira halisi ya sehemu labda mnazofanyia kazi. Ndugu zangu Waislamu, tujitahidi kadri ya uwezo wetu kufanya kila linalowezekana kuchuma matendo mema ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu miongoni mwa mambo ambayo yanapatikana kama faida ni vile kwamba majambo yote mema huwa thawabu zake zinaongezeka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kinyume na miezi mingine. Hivyo basi, endapo mwezi wa Ramadhani umefika ukakukuta uko hai na afya yako ni nzuri, lakini unaondoka mwezi wa Ramadhani bado wewe unabaki na hasara, utakuwa umeishi kwa hasara, na hasara hiyo itakuwa umejitafutia wewe mwenyewe. Ndugu zangu Waislamu, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tunatuambia kwamba wassalatu wassalamu ala khairil anam, tumtakie rehema na amani mtume wa Mwenyezi Mungu naye Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa duai, na kuomba dua sana ndani ya mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Fa inna duai fihi mustajab, kwa sababu dua ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni zenye kujibiwa haraka mno. Ndugu zangu Waislamu, tukumbuke kwamba kama tunavyojifunza katika Qur'ani tukufu, baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema fa idha sa'alaka ibadi anni, watakapokuuliza waja wangu kuhusu mimi, fa inni karim,
Mwenyezi Mungu anasema waambie mimi niko karibu. Ujibu da'wati da'i idha da'ani. Najibu dua za wenye kuomba zama wanaponiomba. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka sharti kubwa mbili pale ambazo inabidi zifuatwe kwa muombaji. Mungu anasema faliyastayquli, basi na waniitikie, kwa maana wakubali maamrisho yangu, waliyuminu bi, na walikubali kwa kuniamini kwamba mimi ndio Mwenyezi Mungu na ndio ninaweza kulipa thawabu na ndio ninaweza kutesa, kuingiza watu peponi na wengine motoni. Waamini kwamba siku ya mwisho ipo. Ukishakuwa na itikadi hizo za kukubali majambo ya Mwenyezi Mungu kuyafanya yale yaliyokuwa ya kheri na kuyaacha yale aliyokataza, na ukaamini uwezo wa Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu anasema fa inni karibu ujibu da'wati da'i idha da'ani. Dua zitakuwa ni zenye kujibiwa kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko karibu mno na sisi. Ndugu zangu Waislamu, ni wajibu wa kila mmoja wetu kuhakikisha kwamba anaishi kwa faida ndani ya mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Kwa kufanya hivyo, itakuwa wewe umejinusuru mwenyewe, lakini pia umenusuru familia yako, kwa sababu utakuwa umeingiza jambo jema katika nyumba yako. Innahu dhul karmi wa fadlun wasi'u wallahu dhul fadlil 'azim. Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye fadhila ambazo kwamba hazina nafasi. Yaani fadhila zake Mwenyezi Mungu ni pana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye mwenye fadhila zisizotukuka kabisa. Ni wajibu wa kila mmoja wetu kujipendekeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili tuweze kupata fadhila zake. Wama atakum rasulu fakhudhuhu. Mwenyezi Mungu anasema yote ambayo mtume amekuleteeni basi yashikeni vizuri na myafanyie kazi. Wa manahakum anhu fantahu, yale ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam ameyakataza yaacheni. Wattaqullaha inna Allaha shadidul iqab. Mcheni Mwenyezi Mungu, kwa hakika Mwenyezi Mungu yeye ni mbora mno wa kutesa. Wastaghfirullaha inna Allaha ghafurur rahim. Mtakeni msamaha Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ni mwenye kusamehe na mwenye kurehemu. Ndugu zangu Waislamu, mwezi mtukufu wa Ramadhani umefika. Miongoni mwa faida ambazo kwanza zinapatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni vile kwamba watu kufuturishana, kusaidiana, kuelekezana katika majambo mema, kushauriana katika majambo ambayo yanamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo vyote vinakuwa ni vikao vya ibada. Ndugu zangu Waislamu, kadhalika kufanya jambo jema katika familia yako, kwa maana ya kuitunza familia yako vizuri ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kama uwezo unao, basi ipatikane futari ambayo kwamba hasa ndio aliyokujalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kadhalika dawa. Lakini jambo lingine ambalo kwamba tunapaswa kuwa nalo, kwamba kila Muislamu ambaye kwamba Mwenyezi Mungu kamruzuku afanye jitihada za kuangalia pembezoni mwake, kwa maana ya majirani zake, ili kusudi wapo watu ambao kwamba wanahitajia waliomzunguka katika majirani zake, nao ni vyema basi wakastarehe ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ikapatikana futari au daku kutoka kwake, atakuwa amefanya jambo zuri sana katika majambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyatilia mkazo kwa kuyapoteza. Ndugu zangu Waislamu, si hali nzuri kwa Muislamu ambaye kwamba Mwenyezi Mungu kamruzuku, anakula daku vizuri, anafuturu vizuri, lakini jirani yake hapati cha kufuturu wala hapati cha kung'ata usiku wa daku, na si katika mafundisho ya dini. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie sote tuwe miongoni mwa waja wake wema anaowapenda na kuwaridhia. Al-hadith qala sallallahu alayhi wasallam, man fadhara sa'ima kana lahu mithlu ajri ghayra annahu la yanqus min ajri sa'imi shay'an. Rawahu Imam Ahmad wa Tirmidhi. Imepokewa hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema kwamba mwenye kumfuturisha mfungaji anapata huyo aliyefuturisha malipo kama vile ambavyo atalipwa malipo huyo aliyefuturishwa, kwa maana ya funga yake, katika namna ambayo haitapunguzwa chochote katika malipo ya yule aliyefunga. Kwa maana kwamba kama mtu anafunga anapata thawabu 10 kwa siku, basi na wewe ukamfuturisha unapata zile thawabu 10 za kwako na zile za kwake. Yule aliyefuturisha
na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajalia yule aliyefutulishwa naye thawabu zake za kufunga anapata vile. Allah Ta'ala yaqulu wa asdaqul qa'ilin wa idha sami'a al-Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wa qala azza min khairin 'alim fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. يا أمركم وإياي بما أمركم الله به بالطاعة فأطيعوه وأنهاكم بما نهاكم الله من معاصيه فلا تعصوه وأرجو لي ولكم عند الله من ثوابه فاسألوه. أستغفر الله العظيم لي ولكم واستعافي عني وعنكم وعن جميع المسلمين والمؤمنين أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما من جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه مسالها الغرر. عباد الله، ndugu Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada ya rehema na amani kiongozi wetu Bwana Mtume Muhammad na ali zake na ashabi zake, na kuhusieni tena kwa mara pili pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, kama tulivyoona kwa uchache katika hotuba yetu ya kwanza, namna ulivyo ambavyo mwezi mtukufu wa Ramadhani Mwenyezi Mungu alipoupa chafu kwamba ibada zinazofanywa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani thawabu zake zinaongezeka kuliko miezi mingine. Ndugu zangu Waislamu, kadhalika katika hotuba yetu ya pili tutaelezea kwa uchache namna tunavyotakiwa kuingia katika suala zima la toba, kutubia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokana na makosa na madhambi mbalimbali ambayo kwamba yanapatikana kwetu sisi wanadamu. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema katika kitabu chake kitukufu kwamba watubu ila Allahi, Mungu enyi waumini. Huenda katika kufanya hivyo mkaorodheshwa katika orodha ya watu waliofaulu. Ndugu zangu Waislamu, watubu ila Allahi jamia kwa maana ya madhambi yote, yale yaliyokuwa makubwa na yaliyokuwa madogo. Usidharau dhambi hata moja, kwa sababu utakwenda kufika nayo mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndipo roho yako itakapotoka katika kiwiliwili, utakuwa tena na jinsi nyingine ya kuifuta hiyo dhambi. Kwa hivyo usidharau dhambi hata kidogo. Lolote lile ambalo kwamba unahisi kwamba umemkera Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, jitahidi kukimbilia toba, madhali bado roho yako iko katika kiwiliwili. Zangu Waislamu, waqala al-hukamai, watu wenye hekima wanachuoni waliopita wamesema kwamba taarufu taubati lirajuli, inatambulika toba kwa mtu bi arba'a ashya, kwa mambo manne. Itatambulika toba ya kweli kwa mtu yanapopatikana kwake mambo manne. Al-awwalu, ama jambo la kwanza, an yamna'u lisanahu min al-fuduli wal-ghiba wa-namima wal-kadhib. Jambo la kwanza anasema kwamba ajizuilie mtu ulimi wake katika mambo ya kifuduli, ghiba kwa maana ya kusengenya, namima kuunganisha watu, wal-kadhib na uongo. Uzangu Waislamu, ni kama kwamba huo ndio msingi wa kwanza wa toba. Kila mmoja wetu ajicheki mwenyewe. Tunaposema fudhuli ni yale maneno ambayo kwamba yanamkeresha mtu, yanamkarahisha mtu, maneno yasiyo maana. Na katika jambo hili Mtume sallallahu alaihi wasallam amesemea pale aliposema kwamba man lam yada qawla dhur wa amala bihi falaysa lillahi
mdomo wake, basi hana haja yeye ya kuacha chakula chake wala kinywaji chake. Asijiingize katika kundi la watu waliofunga ile hali anaongea maneno ya kidhuri, maneno yenye kuwakaraisha watu. Anamjibu mtu jambo, labda aweza kutoka sokoni, anaenda anaongea yule mtu aliyejibiwa ile jambo kwa jinsi lilivyomkera njia nzima, lakini haliziki bado moyo wake unapakarika mpaka katika familia yake anaweza kulifikisha ile jambo jinsi lilivyokuwa baya na jinsi lilivyomkera. Sasa ukiwa katika hali hiyo, basi umeshafeli katika jambo la toba, kwamba umekosa msingi mmoja wapo wa toba. Kadhalika ghiba. Ghiba hiya dhikruka abuka bima yakrahu wa in kunta salika. Ni vile kwamba mtu unataja habari za mwenzio, ndugu yako, katika majambo ambayo yeye mwenyewe yanamchukiza, lakini wewe unasimulia kipindi ambacho mwenyewe hayupo, hata kama hilo unasimulia bila ukweli, lakini unakuwa umepata dhambi. Lakini mbali na kupata dhambi, kwamba toba yako inakuwa kwenye mashaka kwa sababu umekosa nguzo mojawapo ya toba. Lakini lingine kadhalika namima. Namima hiya naqlul kalam, ni kile mtu kuhamisha maneno baina al-ithnaini, kati ya watu wawili, ala wajhi al-ifsadi, katika uelekeo au katika dhamira ya kuwafanyia vurugu wale watu wagombane, kuwafanyia uovu. La ala wajhi al-islahi, si katika dhamira hasa ya kuwajenga wale watu, kwamba unachukua kwa huyu jambo neno unalipeleka kwa yule, neno ambalo linamkarahisha yule, lakini kutoka kule tena unachukua neno lingine unaleta kwa huyu. Unafanya hivyo mpaka hawa watu wanakuwa mahasimu, wanagombana, ile hali mwanzo walikuwa wakishirikiana vizuri, wakishauriana vizuri. Hapo utakuwa umefanya namima na utakuwa umekosa msingi wa toba. Toba kwako itakuwa iko mashakani. Kadhalika urongo, kuongea maneno ya uongo ambayo sio hayapo, lakini unayapamba katika namna ambayo kwamba unadhani kwamba watu watakuelewa, basi unayaongea kama yalivyo na hali ya mambo sio ukweli. Hapo utakuwa umekosa kabisa msingi wa toba. Ndio jambo la kwanza. Wathani, na msingi wa pili wa toba, anasema kwamba la yura, pasionekane fi kalbi, katika moyo wako, hasadan wala aduwati minan nas, pasionekane katika moyo wako husda kwa yeyote yule, wala uadui. Usije ukamfanyia mtu husda, na husda ni vile mtu huwa anamhusudu mtu kutokana na neema ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amemruzuku. Yaani ukawa unamhusudu mwenzako, unatamani neema ambayo kwamba mwenzako Mwenyezi Mungu amemruzuku, aidha imtoke au ikupate wewe. Hapo utakuwa umeingia katika husda na utakuwa umefeli katika jambo la taubati, la jambo la kutubu. Kadhalika uadui kwa namna yoyote, hiyo jambo wapi huo unaofanya kwa njia ya kishirikina, huo unaofanya kwa njia ya kisayansi, huo unaofanya kwa namna yoyote, alimradi ni jambo la uadui, pia utakuwa umeepukana na jambo la toba. Toba kwako itakuwa wewe ni mtihani. Kadhalika jambo la tatu, wa thalithuha, jambo la tatu katika msingi wa toba, an yatruku ashabi su'i, uwe umeachana na marafiki wabaya. Wala yushahibu ahad minhum, usifanye urafiki na yeyote katika marafiki wabaya. Ndugu zangu Waislamu, marafiki wabaya ni wale ambao hawawezi hata siku moja kukuelekeza katika jambo la khairati, isipokuwa ni wale ambao wanakuelekeza katika majambo ya kupoteza muda, katika majambo ya kumchukiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawa ni miongoni mwa marafiki wabaya. Lakini kadhalika ni watu ambao watakuwa wanakukatisha tamaa katika harakati wewe za kumcha Mwenyezi Mungu, katika harakati za kimaendeleo binafsi yako katika dunia yako, lakini pia katika akhira yako. Hawa ni marafiki wabaya. Kila mtu ajicheki katika nafasi hizo, kama anakupia ama anakaribia kuwepo, basi kabla mwezi Ramadhani haujaisha anahitaji kutoka katika makundi hayo ili kusudi toba yake iwe makbul. Mzangu Islam, warabiuha, na jambo la nne anasema kwamba an yakuna musta'ada lil maut, mtu awe mwenye kujiandalia kifo. Mtu awe mwenye kujiandalia kifo. Mzangu Islam,
Yatambulika kwamba sisi tumekuwa wagumu sana kukumbuka kifo. Ni wajibu wa kila mmoja wetu kuyafuata barabara maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale aliposema kwamba ikthiru, zidisheni, udhkuru, kumkumbusha, hadhimu ladha, mkata ladha kwa maana ya umauti. Mzangu Islam, unapokuwa umejiandalia kifo kwa maana ya kukumbuka umauti, kwa vyovyote vile utaelekea vizuri moja kwa moja katika tauba na utaogopa kuyafanya majambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu yanamchukiza, katika majambo ya haramu, katika jambo ya buhtani, kadhalika katika mushabihati, katika yote majambo ambayo kwamba yamekatazwa katika dini, utakupia kuyaacha na badala yake utakupia katika kuyafanya majambo ya khairati kwa sababu ya kukumbuka toba, kukumbuka kifo. Mzangu Islam, kadhalika vile kukumbuka kifo ni kudumu mtu na kufanya istighfari kutokana na madhambi ambayo kwamba umeyafanya huko nyuma, basi hapo utakuwa unakumbuka kifo. Ukisahau kufanya istighfari, kwa vyovyote vile utakuwa umejisahau kwamba wewe si mwenye kuondoka hapa duniani. Mzangu wa Islam, tujitahidi kadri ya uwezo wetu kuyafanya majambo ambayo kwamba ya khairati, ili kusudi tuweze kuingia katika toba vizuri, na mwezi wa Ramadhani utakapokwisha tuwe kama tumezaliwa kutoka katika matumbo ya mama zetu. Ee Mola wetu mtukufu, tunakuomba tujalie kuingia katika toba kikamilifu. Mwenyezi Mungu tunakuomba tuwezeshe miongoni mwa waja wako wema. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا إمام الحرمين وصاحب الهجرتين وعلى آل محمد ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد نور القلب وقرة العين وعلى آل محمد ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبي الرحمة وشفيع الأمة عدد ما أعطى به علمك وأسراه كتابك والرحمة وعلى آله وأصحابه ومن نصره في كل مهمة، خصوصا منهم بالعصر العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق. الله على الزاهد الأواب الناطق بصوابه أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب، وعلى جميع القرآن وناشر الفرقان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى ولدي سيدنا أبي محمد الحسن وعلى عبد الله الحسين وعلى حديث خالد الكفور وعلى عمين المعظمين عند الله والناس المتحدين من الدناس والعرجاش أبي عمرة الحمزة وأبي فضل العباس وعلى بقية عشرة المبشرة الذين بايعوه تحت الشجرة كالحسن الفؤاد والحواري إسماعيل وسيد الخلع وسيد الخير وأبي الرحمن زاكر الشاكر وأبي بينة ذاكر الزاهر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات.